Benjamin Mkapa wanaenda kukutana, wanaenda kuzichapa, tuone nani ni bingwa, nani ni nani. Yanga walileta mgomo, wakasema wao hawachezi si nini, ila tunaona kwamba taarifa ilitoka TFF kuwa wamekubali na mechi hiyo itapigwa tarehe 25. Sasa ndo nazungumziaje swala hilo kwamba wao unahisi mashabiki wanaingoja, yani hamu yao wameingojea kwa kiasi gani na furaha itakayo tawala pale Benjamin Mkapa tarehe 25? Naweza nikasema ni jambo ambalo ni jema, naweza nikasema kwa sababu ukija kuangalia ni muda mrefu kidogo, sababu ilikuwa tarehe 8, baadaye wakapeleka tarehe 15, hatimaye sasa wameweza kuhitimisha na kuwa tarehe 25 ambayo imebaki siku moja tu ambapo ili kuweza kumaliza hiyo mechi itapigwa ni Jumatano katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo hapo nadhani nikasema ndio mchezo wa mwisho rasmi, na hapo tunaweza tukasema NBC Premier League itakuwa imefika mwisho na bingwa utapatikana kupitia huo mchezo ambao utaenda kupigwa tarehe 25. Je, Simba au Yanga itajulikana hapo tarehe 25? Yeah. Dabi siku zote imejulikana au shazoeleka kwamba huwa inachezwa weekend. Je, kwa sasa hivi dabi kuwepo siku ya Jumatano ambayo itakuwa tarehe 25. Sasa unahisi dabi hiyo ya tarehe 25 itakuwa inaamshamsha kwa sababu itakuwa ni Jumatano? Unahisi itakuwa inaamshamsha kama dabi zinazopigwa siku za weekend? Naweza nikasema naweza kuwa inaamshamsha kwa sababu ukija kuangalia kutoka nilivyosema awali kwamba ni mechi ambayo ilikuwa imeahirishwa kwa muda mrefu. Alafu ukija kuangalia hii dabi sasa hivi imeleta hamasa kubwa kutokana kwanza makocha kufanya vizuri katika timu, pili amshamsha za mashabiki. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hii dabi ya kipekee haswa itakuwa ni mchezo wa mwisho na mchezo ambao siku hiyo ndio itajulikana nani bingwa. Kwa hiyo naweza nikasema ni kitu ambacho kipo tu vizuri. Sawa, tuone, maana kuna wengine walisafiri wakanini alafu wakapoteza nauli hawakuja. Tuone kama hiyo kesho watajitoa tena au ndo watazia. Kingine naweza nikasema kwamba ndio umefungwa jioni sasa. Kwa hiyo imani ile ya asubuhi mpaka saa 10 pale watu watakuwa wamejiandaa kikamilifu. Kwa wale majirani zetu Kenya, Uganda, watarajia kupiga. Wale wa Mwanza wasikate tamaa, au sio? Sawa. Sasa mtazamaji, tena tukasikiliza mashabiki wana yapi ya kusema kuhusu dabi hiyo ya tarehe 25. Je, wana hamu au wamekata tamaa? Majina mimi naitwa Jackson Onesimo, ni mwanafunzi chuo kikuu cha Iringa na pia ni shabiki wa Simba. Kuelekea kwenye mechi ya tarehe 25 ya dabi kati ya Simba na Yanga, binafsi yangu na utazama mchezo kwa muhimu sana kwa sababu licha ya kwamba hii ni dabi kubwa ambayo tunapojua toka imeanzishwa kwake imekuwa ni mechi kubwa. Tarehe 25 ni mechi ya kuamua ubingwa kati ya Simba na Yanga, nani anakuwa bingwa. Ingawa Yanga anaongoza, lakini ukiangalia kwenye hiyo mechi, kwa mfano akishinda Simba na ana uwezo wa kumzidi Yanga na kuchukua ubingwa kutokana na ule ndio mchezo wa mwisho na point kupishana point moja. Na Yanga naye anataka kutetea ubingwa wake ambao amechukua kwa miaka 3, anataka kuchukua kwa miaka 4. Kwa hiyo kwenye yengo tu hapo hiyo unaona kama ni mechi kubwa ambayo ni ushindani mkubwa. Lakini ukiachana na hilo, hii ni dabi ambayo kwa msimu huu au tuseme ndani ya miaka 2 au 3 Yanga amekuwa kidominate hii mechi. Kwa hiyo kwa binafsi naamini Simba nao wanataka kuvunja ule utejo wa kwamba kila siku wanafungwa. Ukiangalia kwenye mechi 4 zilizopita Simba amefungwa zote na Yanga ameshindwa zote. Kwa hiyo ni swala ambalo kama shabiki wa Simba na hata timu yenyewe naamini wanatamani kuona kwamba sasa huu unyonge unafika mwisho ili na sisi Simba tupate ushindi tuweze kutamba. Ushindi wa kwanza wa kuvunja mwiko wa kufungwa kila siku na ushindi wa pili wa kushinda na kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo ya muhimu sana na ambayo inaenda kuonyesha kwamba Simba ni ukiangalia kwa msimu huu Simba inajenga timu. Kwa hiyo naamini kushinda na kuchukua ubingwa itakuwa ni moja ya faida kubwa kuelekea kwenye msimu ujao ambao Simba itakuwa tayari imeshajua wapi pa kuanzia na wapi
pa kuendelea ili kuwa bora zaidi. Na hata ukiangalia kwa mfano, natamani kuona siku hiyo Mpanzu anafanyaje dhidi ya Yanga, kwa sababu toka amefika dirisha dogo la Januari hajafanikiwa kucheza dhidi ya Yanga. Kwa hiyo inakuwa mechi yake ya kwanza, natamani kuona kwenye ligi kuu hii, kwenye mechi kubwa anaweza kufanya nini. Upande wa Yanga nao natamani nione siku hiyo watafanya nini, watakuja na kitu gani kipya ambacho kitawafanya waendelee kushinda kama ambavyo wameshinda siku za nyuma. Kwa hiyo binafsi naona ni mchezo mzuri, mchezo mgumu ambao una matakwa mengi. Kwanza watu kushinda ili wachukue ubingwa, alafu pili watu wanataka kushinda ili kuvunja uteja wa kunanili wa kufungwa kila siku, na wengine wanataka kuendeleza pale ambapo wameendelea, ambapo wamekuwa wakiishia kila siku kushinda na kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni moja ya mechi ngumu ambayo mimi kama shabiki wa Simba natamani kuiona kwa ajili ya show yenyewe ya mpira mzuri, na binafsi hata ukiangalia kwenye ligi yetu, hiyo ndio mechi ambayo imekuwa ikidefine au jinsi gani ligi yetu iko bora. John Tarita ni mshabiki pia, ni mdau wa michezo, shabiki wa Young Africa. Kuelekea mchezo wa dabi, kwa upande wangu mimi naipatia timu yangu nafasi ya ushindi, timu ya Young Africa naipatia ushindi dhidi ya mtani wetu Simba. Kwa sababu gani nasema naipatia ushindi? Ni kwa sababu timu yangu imejiandaa vizuri. Ukiangalia michezo hii miwili ya mwisho tumeweza kushinda magoli 5-5 na tumecheza vizuri, wachezaji wameonyesha kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo naamini tarehe 25 siku ya Jumatano mtani wangu Simba anaenda kufa goli nyingi pale uwanjani. Walitukimbia tarehe 8, basi tarehe 25 tunaomba pale uwanjani kwa Mkapa tuweze kuwafundisha adabu. Kuongelea timu ya Yanga ni dude kubwa sana. Yanga dude kubwa sana. Ukiangalia management na uongozi, tuna rais wetu yuko vizuri sana, msemaji kama wachezaji, unawezaje kushinda, una Pacome ndani, tuna Maxi, tuna Chama ambao sasa hivi kiukweli yuko katika peak performance nzuri sana. Asante sana. Zedi Kivo Mweli, mshabiki kindakindaki wa Simba Sports Club. Bwana, kuelekea mchezo wa dabi, japokuwa timu yangu hajatoa official statement kama tunacheza au hatuchezi, lakini na imani kubwa sana na chama langu. Tukicheza, I say atufungwe mara 6. Bwana, hii tunashinda. Kwa nini? Naamini timu yangu kutokana na performance tuliyoonyesha kwenye mashindano ya CAF inanipa confidence kubwa sana ya kwenda kucheza na Yanga. Yanga ni timu yenye quality ndogo ukilinganisha na timu tulizokutana nazo kwenye shirikisho. Umeona, na mchezo wa mwisho wenyewe ukizingatia ni vile tu makosa ya kibinadamu yaliwanufaisha wao, na ukizingatia quality ya kikosi chao imekuwa ikipungua siku hadi siku, japokuwa wenyewe na jinasibu kwa ikiongezeka, ila quality ya kikosi chao uhalisia inapungua. Kwa hiyo kesho kutwa wanakula chuma hizo. Yasumani Mustafa ambao aka ikawa yao. Kwa jinsi ninachokifikiria na fulani nilikuwa nao kwa sasa, kulingana na siku ya mechi ya tarehe 25 kati ya dabi ya Simba na Yanga. Mpaka sasa hivi Simba tumeshapata ubingwa na tunachosubiri tukabidhiwe kombe letu. Kwa maana Yanga alishajichanganya, kwa sababu Yanga uwezo wake wa kimpira ni mdogo, lakini imebaki maneno. Mungu tusaidie, Mungu ibariki Simba. Watanzania watafurahi kama wanavyoipenda timu yao Simba. Ni ndugu Andrew Joakim Mpumbwe, natoka Iringa, ni mkazi wa Kiesa. Nataka kuendelea kuhusu dabi hii ya Kariakoo ya tarehe 25. Kuhusu dabi bwana, mimi naona Yanga bado ana asilimia kama 80 ya kushinda. Kwa sababu gani nasema na asilimia 80 ya kushinda? Yanga bado wako vizuri. Ingawa walipata msukosuko sana kufukuza makocha nini, hata bana klabu bingwa tukaweza kushiriki, lakini Yanga wapo vizuri naona, sababu hawajapoteza mechi nyingi, ingawa na mabadiliko ya wachezaji na makocha, lakini hamna mabadiliko yote ya forma ya Yanga. Kwa hiyo performance ya Yanga mimi naiona wana uwezo wa kushinda asilimia 80. Simba hawa naona wana pressure, na pressure yao kubwa ni kwa sababu hawajashinda hawajamshinda Yanga, hawajachukua ubingwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wana hamu na wenyewe wapate ubingwa, angalau waweze wapate pa kuongelea. Kwenye shirikisho wamerudi na shanga tu. Kwa hiyo wasema sisi kombe la Luza tumerudi na shanga, na wenyewe wamerudi na shanga. Haya. Sasa wanataka wachukue ile kombe ili wapate na wenyewe angalau nafasi kidogo. Na sisi Yanga tumelikazia, lazima tuchukue.
Simba akae tupu hivyo hivyo, ajipange kwa msimu mwingine. Ukiona tumemwachia labda Mama Samia hao yametukanya kule Ikulu, aseme nyie Yanga, hebu acheni nyinyi vijana, nyinyi hebu acheni. Hebu acheni jamani, acheni wale watu vijana nao wapate hata ushindi kidogo. Lakini Yanga hapo vizuri na wataendelea kuwa vizuri. Yanga imara daima mbele. Mtazamaji, tumetoka kusikia maoni ya mashabiki mbalimbali kwa upande wa Simba na Yanga, wao walivyotoa maoni yao kuhusu dabi ya 25. Kwa upande wako Stalon, maoni ya mashabiki yamekuridhisha au unaonaje? Naweza nikasema kulingana na maoni, unajua shabiki kila mtu anavutia kwake. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tusubiri tu dakika 90, maana tuweze tukasema nani ni nani. Kwa hiyo kila mtu anasubiria dakika 90, basi ndo kitu ndio kitaamua hapo. Sasa hayo yalikuwa ni maoni yako, basi na wewe tunapenda utuandikie maoni yako kupitia comment section pale. Usisahau ku like na kusubscribe. Ulikuwa na wachambuzi wako Rahma Hussein pamoja na Stalon Bosman. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.